Karibu kusikiliza kipindi cha Chemchemi ya Uzima kinacholetwa na mwinjilisti Goodluck Mongi. Chukua notebook, kalamu na Biblia takatifu, mwalike na jirani yako kwenye Chemchemi ya Uzima hewani. Karibu kusikiliza kipindi cha Chemchemi ya Uzima kinacholetwa na mwinjilisti Goodluck Mongi. Chukua notebook, kalamu na Biblia takatifu, mwalike na jirani yako kwenye Chemchemi ya Uzima hewani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Popote pale ambapo unatufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube ya Bob Mteule TZ, lakini wasambazaji mbalimbali wa ujumbe huu wa neno la Mungu na habari njema za Yesu Kristo, ni matumaini yangu ni mzima wa afya na unaendelea vizuri. Na kama una changamoto za kiafya, basi pole, na tunamwomba Mungu mwenye uzima, Mungu mwenye uponyaji wa kweli, kupitia roho yake ya uponyaji na madaktari na wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa katika dunia hii, aweze kukuponya. Ni kualike siku ya leo, siku mpya ambayo tutaenda kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Kabla ya kuanza kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tupate burudani fupi, Nimepona Tena. Mara baada ya burudani hii, tutarejea na kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Karibu usikilize wimbo huu hapa. Nimepona tena, nikavilika, mikakati ilisukwa ili tuwaone kidondoka. Walika pembeni, waone machozi yangu. Mungu uliona mpango wao, unifahamu mawazo yao. Ulijua na mwange, Mungu ulipanga unifuka machozi. Wakati wasijua, upote tutatokea. Umeniondolea marafiki wasojali taabu yangu, umenipa marafiki wa furaha na huzuni. Bwana, rafiki wa kweli Yesu Kristo hana ubaguzi. Umeniondolea marafiki wasojali taabu yangu, umenipa marafiki wa furaha na huzuni. Bwana, rafiki wa kweli Yesu Kristo hana ubaguzi. Nimepona tena, nikavilika, mikakati ilisukwa ili tuwaone nikidondoka. Walikatoka, walikaa pembeni, waone machozi yangu. Mungu uliona mpango wao, ulifahamu mawazo yao. Nilijiona mnyonge, kuna Mungu ulipanga unifuta machozi. Wakati wasijua, uponyaji utatokea. Umeniondolea marafiki wasojali taabu yangu, umenipa marafiki wa furaha na huzuni. Bwana, rafiki wa kweli Yesu Kristo hana ubaguzi. Nimepona tena, nikavilika, mikakati ilisukwa ili tuwaone nikidondoka. Walikatoka, walikaa pembeni, waone machozi yangu. Mungu uliona mpango wao, ulifahamu mawazo yao. Nilijiona mnyonge, kuna Mungu ulipanga unifuta machozi. Wakati wasijua, uponyaji utatokea. Umeniondolea marafiki wasojali taabu yangu, umenipa marafiki wa furaha na huzuni. Bwana, rafiki wa kweli Yesu Kristo hana ubaguzi. Nimepona tena, nikavilika, mikakati ilisukwa ili tuwaone nikidondoka. Walikaa pembeni,
waone machozi yangu. Mungu uliona mpango wao, ulifahamu mawazo yao, nilijiona mnyonge. Asante kwa ajili ya burudani hiyo ya mziki ambao tumeenda kusikiliza. Ni matumaini yangu umebarikiwa na burudani hiyo. Niombe kabla ya kuanza kipindi chetu cha siku ya leo. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo imetujalia siku ya leo kuwa salama na kuwa na afya njema. Na kusimfalme wa amani, Baba mbingu na nchi, ukatusaidia sasa tunapoenda kujifunza ujumbe huu wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Amen. Pendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha Chemchemi ya Uzima, kinacholetwa hewani na mimi Mwinjilisti Gula Kimongi na kurushwa hewani na channel ya Babu Mteule TZ, lakini pia wasambazaji ambao wamekuwa hakika wakiendelea kusambaza habari njema hizi za Yesu Kristo. Wote kwa pamoja, Mungu aendelee kuwabariki. Siku ya leo tuna kichwa kinachosema wakati wa Mungu huja na vipindi mbalimbali vyenye kuvuka salama. Wakati wa Mungu huja na vipindi mbalimbali venye kuvuka salama. Jumbe wa neno la Mungu ambao tutaanza nao ni kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 22. Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 22. Na neno la Mungu linasema hivi: muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sisi sote tunaishi duniani na sehemu ya mazingira ya duniani sisi tunakabiliana nayo. Kwa mfano, wakati wa kupanda wote tunaenda mashambani, au kama hujabahatika kwenda shambani utaona watu wakiwa wanaenda mashambani. Lakini pia wakati wa kuvuna vivyo hivyo utaona watu wakiwa wanaenda kuvuna. Lakini wakati wa baridi, nasi katika mazingira yetu ya Kiafrika tumekuwa tukiona katika nyakati hizo, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi. Kwa wale watu wa baharini wanafahamu wakati wa upepo wa upande huu na upande huu, mchana na usiku wote kwa pamoja tumekuwa tukiviona, havitakoma. Kama upo wakati wa Mungu kwenye maisha yako, ujue vivyo hivyo uko wakati wa wanadamu. Kama upo wakati wa Mungu ambao ni salama, vivyo hivyo ujue viko vipindi vya wanadamu ambavyo si salama. Katika nchi ambao tunaodumu, tujue katika maisha yetu viko vipindi tofauti tofauti tunavyovipitia. Na kama viko vipindi mbalimbali tunavyovipitia, ni lazima tumruhusu Mungu akasema nasi kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ili vipindi hivyo tuvuke salama. Tukiruhusu sana wanadamu kusema nasi katika vipindi hivyo, ujue moja kwa moja tutapitia katika wakati mgumu na tutavuka salama. Uende kawa katika jaribu unalolipitia, katika pito unalopitia, wengine watasema umelaaniwa, au wengine watasema ni mtenda dhambi. Lakini tujua hakika tukimruhusu Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu anaweza kusamehe, lakini pia Mungu anaweza kutuponya. Ujue sio wanadamu wote ambao wanapenda wafurahia amani yako, wanapenda wafurahia afya yako, lakini wanapenda wafurahia mafanikio yako. Ujue sivyo. Ujue si wote. Na kama si wote, kuna kipindi ambacho tunahitaji tumsikilize zaidi Mungu kuliko kutusikilize wanadamu wanasema nini juu yetu. Wakati mwingine unaweza kupita katika vipindi vigumu kwenye familia yako au kwenye ndoa yako, wakakwambia uachane na huyo mume au huyo mwenzi, lakini wenyewe wana sababu. Lakini Mungu ambaye anatuhakikishia uzima anatuita kila wakati na kila majira kujitahidi kudumu katika upendo na mshikamano na uvumilivu na kuchukuliana. Ujue Mungu anatuvumilia katika mambo mengi sana kwenye maisha yetu. Pengine wakati mwingine ni watenda dhambi, pengine hatumtumikii Mungu vizuri kupitia sadaka mbalimbali, hatumtumikii Mungu vizuri, lakini Mungu ni mvumilivu. Kama Mungu ni mvumilivu, hata sisi tuna wajibu wa kumwomba Mungu atupe roho ya uvumilivu katika wale ambao wakati mwingine wanatunyima amani, wanaacha kutusamehe. Wakati mwingine mtu anatukosea, lakini Mungu anatusamehe. Kama Mungu anatusamehe, vivyo hivyo na sisi tuna wajibu wa kusamehe kila mtu katika dunia hii, hata kama ametukosea kwa kiwango gani. Ndio maana Mungu anatukumbusha kwamba jirani yako kukosea hata mara 7 sabini. Maana yake akitaka kutukumbusha katika vipindi ambavyo ni vigumu vya watu kututendea maovu, mambo ambayo yanaumiza mioyo yetu, habari ambayo hauwezi hata kumweleza jirani yako, lakini tuna wajibu wa kuendelea kusamehe. Lakini pia Mungu anatambua thamani yetu
Mwambie jirani, Mungu anatambua thamani yako. Kwa hiyo usione kwamba Mungu amekuacha hata katika hilo pito. Ndio maana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Hapa tunakumbushwa ya kuwa kwamba Mungu ametupenda na Mungu anatambua thamani yetu. Kila ambaye anamwamini asipotee. Si kazi nyepesi mtu kiongozi mkubwa kusema kwamba kila ambaye ataniamini mimi asipotee. Lakini Mungu anatupa hakikisho na anasema tu, so kila tu aniamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni wangu mimi na wewe msikilizaji wangu ambao unanisikiliza sasa. Ni uchaguzi wetu kwamba kazi tu ni ya kuamini ili tupate uzima wa milele. Kila mmoja aendelee kuamini kazi ya Mungu ili aendelee kuvuka salama, na wote mara baada ya maisha haya tuende kwenye maisha ya uzima wa ulimwengu wa milele. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini pia wakati wa Mungu huja na majibu sahihi yaliyoko bora hata kama yatachelewa. Wakati wa Mungu huja na majibu sahihi yaliyoko bora hata kama yatachelewa. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 mstari wa 14. Mwanzo mlango wa 18 mstari wa 14. Anasema, kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia, wakati huo huo mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Tunafahamu thamani ya mtoto wa kiume kwenye familia, kwenye baadhi ya familia. Wakati mwingine utasikia mzazi anasema natafuta, anaendelea kutafuta mtoto wa kiume. Thamani ya mtoto wa kiume ambao kwenye mila na desturi zetu za Kiafrika kwamba mtoto wa kiume ni mrithi wa mali za familia. Ingawa pia hata mtoto wa kike anaweza kusimama kama mrithi wa familia. Anaweza kusimama kama mtu ambaye ana thamani kubwa katikati ya familia. Hapa Sara anaambiwa mwaka huo huo mwakani atapata mtoto. Unaona wakati wa Mungu ulivyo bora. Pengine angetumia njia mbadala, angetumia njia mbadala kutafuta baraka hiyo, lakini hakikisho la Mungu kwamba wakati huo huo atapata mtoto. Na ukiendelea kusoma maandiko haya utagundua Sara alipata mtoto. Ni baraka iliyokoje kwamba Mungu wetu achelewa wala kuwahi, licha ya umri ambao Sara aliokuwa nao, licha ya umri ambao mume yake alikuwa nao, lakini bado wakati wa Mungu ulikuja kwa wakati sahihi, ulikuja na majira sahihi katikati ya maisha yao. Umri haikuwa sababu ya kukosa mtoto, umri haikuwa sababu ya wenyewe kukosa baraka hii kubwa. Lakini mtu ambaye anapita katika magumu, mtu ambaye anapita katika magumu siku zote anasimama imara katika ujumbe wa neno la Mungu bila kukata tamaa. Mtu ambaye anapita katika magumu anasimama imara bila kukata tamaa. Ishirini na tatu mstari anasema, naam, japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, kwa maana we upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, kwa maana we upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Amen. Mpendwa msikilizaji, somo hili la Zaburi ya 23 mstari wa 4. Somo hili nilitumia moja ya ibada nikafanya nalo maombi, lakini nikaonyeshwa ndoto fulani kwamba kuna mtu ambaye anajiona kwamba amekufa. Anajiona kwamba amekufa na mwili wake unapelekwa mochwari. Hii inaonyesha aje kupitia somo hili? Kwamba kwenye ndoto hii ambayo niliona mtu mmoja akiwa anaonyeshwa kwa eneo kwamba kuna wakati mwingine upo hai lakini nafsi yako imekufa. Yaani upo hai ni sasa sana mtu ambaye anajiona kwamba kivuli chake kipo kitandani. Anajiona kivuli chake kiko kitandani na yeye bado anaona kivuli chake kiko kitandani na anakiona kile kivuli. Maana yake nafsi yake imekufa lakini yeye yupo hai. Nafsi yake ina mauti lakini yeye bado yupo hai. Katika somo hili, katika wakati wa Mungu, tunaitwa wote kwa pamoja kutambua majira ya Mungu ni wakati sahihi. Ili tuweze kutambua majira ya Mungu wakati sahihi, lazima tusikilize
Mungu anasema nini, tusome maandiko yake, lakini tusikilize watumishi wa Mungu wanasema aje kuhusu wakati wa Mungu. Tumeshuhudia wakati wa sasa vitendo mbalimbali vikiendelea, watu wengine wakijiua, watu wengine wakijinyonga. Hii kwa sababu wengine wanakuambia nadaiwa, wengine wana changamoto za kimahusiano, wengine wana changamoto za hapa na pale. Hii yote ni kwa sababu ya watu kutokutambua wakati wa Mungu unasemaje katikati ya maisha yako. Ukitambua wakati wa Mungu unasemaje juu ya maisha yako, hakika hautakata tamaa.